kupiga makofi yako tunaposhangilia Bwana. Piga tu makofi yako kwa sifa. Sijana watu wakipiga makofi kwa Bwana. Piga kabisa makofi kwa Bwana. Sijana watu wakipiga makofi. Piga kabisa kiwa unamaanisha. Kila moja twende na muda hii. Twende tu, twende juu. Wapi mikono kwa Yesu? Piga mikono kwa ajili ya Bwana. Inua tu mikono yako kwa Yesu. Inua tu kwa Bwana. Inua Yesu, inua. Inua, inua, inua. Inua Yesu, inua. Inua, inua, inua. Inua Yesu, inua. Inua, inua, inua. Inua kabisa, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Wapi vigelegele? Sana. Piga makofi, piga. Piga makofi, piga. Piga makofi, piga. Piga makofi, piga. Sijaona watu wakiwa na furaha. Dosa, 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 dosa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Je, tuko kwa harusi? Je, tuko kwa harusi? Sijaona watu walio na furaha. Piga shangwe na vigelegele kwa Yesu. Piga makofi kabisa. Twende kila moja, twende tu. Twende na muda hiyo. Tembea naye. Tafuta jirani yako, tembea naye, tembea naye. Shika mkono jirani yako, tembea naye. Sijaona wengine wakishika jirani, tembea naye. Shika mkono jirani yako, tembea naye. 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 Tembea naye.
tena, shuka tena, shuka tena, shuka tena, shuka tena, shuka tena, shuka chini, shuka tena, shuka tena, shuka tena. Wapi vigelegele? Tena namna hii sote. Cheza, ingala, cheza, sebala, cheza, ingala. Cheza muziki wa Yesu. Tena namna hii. Tena juu. Tena juu. Tena juu. Ruka 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 juu. Ai! Vigelegele. 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 Vigelegele, 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 oh vigelegele, vigelegele, oh vigelegele, oh vigelegele, vigelegele, oh vigelegele. Shangilia Yesu kwa makofi. Hakuna Mungu kama
alafu yeye ataendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kumpigia Bwana Mungu shangwe na vigelegele. Mshangilie Bwana. Shangilia Bwana mama anapokuja. Shangwe na vigelegele kwa ajili ya Bwana. Amani siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku njema Bwana ameifanya. Ametuleta jinsi tulivyo tukashuhudia matendo makuu ambayo Bwana ameyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kwenda kulisikia neno la Mungu. Funga macho yako niombe kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Baba yetu wa mbinguni uliyeziumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana kwa ajili ya masaa na wakati, maana siku ya leo Bwana ulijua kabla ulimwengu hauja kuweko ya kwamba Baba tutakuwa mahali hapa kwa ajili ya harusi. Bwana Yesu, tumefungua ibada hii mikononi mwako. Tumekuona katika maabudu na sifa. Zaidi ya yote Baba, tumefika wakati wa kulisikia neno lako la uzima. Nami namleta mwanao mtumishi wako ambaye Bwana umemwandaa, umemtayarisha kwa ajili ya roho zetu, na kuomba Bwana ukamtie nguvu, mpe kibali machoni pako hata na machoni kwa wanadamu. Anapoenda kusimama Mfalme, wacha asionekane jinsi alivyo, lakini Mungu wa mbinguni ukaonekane ndani ya maisha yake. Bwana akaifungue mioyo yetu na masikio yetu ya ndani, ili neno lako linapotoka likapate nafasi ndani yetu. Tunazozikataa mahali hapa ni zile falme za giza, mapepo na mashetani yaliyojiandaa katikati ya neno lako. Baba, nasimama kinyume nikivunja kila kazi za shetani, ninaziharibu wakati na majira katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, nakuomba kafungue anga za mahali hapa Baba, ukashuke na ukatembee tamati. Baba, tutakushukuru maana mwaminifu. Pokea enzi na heshima maana unastahili, kwa jina la mwana Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba tukiamini. Piga makofi mazuri mtumishi wa Mungu anapokuja. Changanya makofi kabisa. Naitwa Askofu Stanley Mwabonje. Hapa ndiyo nahubiri kanisa la Kijiwe Tanga Light of God, ambapo maharusi hawa wote wanashiriki hapa. Nina neno kwa uchache la ushauri kabla kuiunganisha ndoa hii, sababu baada ya hapa basi tuwe na wakati mzuri kwenye hiyo familia. Taka twende nami katika kitabu cha Waefeso 5, tuanzie pale 15. Neno la Mungu lasema hivi: kwa hiyo angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama wenye hekima. Hekima ni werevu wa kumjua Mungu. Mtu aliye na hekima ni mtu ambaye ameokoka. Sasa anapoongea ama neno la Mungu linaposema angalieni sana mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali walio na hekima. Kwa sababu mapinga na mkeo ambaye leo tunaenda kukuoza, nenendeni katika kumpenda Bwana na kumjua yeye,
Maana wakati mtakapomjua na kumjua Bwana, mtakuwa na ndoa na familia ambayo ina heshima. Maana ndoa ni muunganiko wa watu wawili kuwa mke na mume. Lakini katikati ya ndoa kunahitajika watu wamjue Mungu. Ndoa ni nzuri, maana Mungu ndiye alianzisha pale bustani ya Edeni, aliposema si vyema huyu mwanamume awe peke yake, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sio msaidizi tu, lakini wa kufanana. Kwa hivyo huyu mke wako mmefanana. Bwana Yesu asifiwe. Na watu waliofanana, hata mambo wakigongana, huja pamoja wakashauriana na wakasuluhisha matatizo yao. Haleluya. Ndoa nzuri, matatizo hutatuliwa kwenye nyumba. Pale ndani ya nyumba matatizo yanatatuliwa kabla hayajatoka nje. Maana hata yakitoka nje, mwenye kuyatatua ni nyinyi wawili. Haleluya. Lakini shida ni kwamba tatizo hata likuwa dogo linaanza kutoka nje tayari. Sasa inategemea umempa nani kule nje. Unaweza kuwa umempa mtu mzuri ama umempa mtu mbaya, akalichukua, akalipendua, akakucheka, akakusonya, akaona ni kama ndoa imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Nasema mkiukomboa wakati, kwa sababu nyakati hizi ni za uovu. Kwa nini anaongea kwamba nyakati ni za uovu? Kwa sababu hata mtu wa karibu anaweza asiwe na amani na vile mnavyoishi. Haleluya. Jirani naye anaweza asiwe na amani ya vile mnavyoishi. Maana kuishi kwenu kwenye ndoa kunaweza leta wengine waanze kunung'unika, hawa wanaishi vizuri, hawa wamependana, wacha tutafute njia ya kugawanya ndoa hii. Anasema basi wakati huu ni wa uovu, muwe macho. Maana ya kukomboa wakati ni kuwa macho. Lijalo kwako baba lichuje sana. Ndio maana ameongea habari ya hekima, lichuje sana. Si lote lijalo kwako laweza kuwa ndilo ambalo limetoka kwa mkeo, na mke na wewe si lote linakuja kwako ndilo ambalo limetoka kwa mumeo. Wengine limebadilishwa katikati ya hewa. Haleluya. Pale mbele anasema pia msilewe kwa mvinyo ambamo ndani yao muna upotovu, bali mjazwe Roho. Kwa nini anaongea habari ya mvinyo? Hapa anazungumzia mtu akilewa ana maneno mengi. Sasa Mungu naye analeta neno hili ndani ya kanisa. Maana mtu aliye na maneno mengi ni kama mlevi. Bwana asifiwe. Ndoa hahitaji maneno mengi. Ni sawa baba, ikiwa ni maneno yapunguze, mama yapunguze, maneno ya kiasi yanayojenga. Haleluya. Biblia inasema na neno lolote ovu lisitoke kinywani mwenu, bali lile ambalo linafaa kwa yeye anayolisikiliza. Ni sawa?
Kuna wakati wa kunyamaza na kuna wakati wa kuongea, na kuna wakati wa kuchuja maneno na kuna wakati wa kusema. Sio kusema maana unataka kusema. Ndoa ni nzuri maana ni jambo lililoanzishwa na Mungu, lakini kule kuishia ndoa ndio kuna shida. Bwana asifiwe. Msemezane ninyi kwa ninyi kwa zaburi, nyimbo za tenzi na za rohoni, mkimwimbia na kumsifu Bwana mioyoni mwenu, siku zote mkimshukuru Bwana Baba wa kila jambo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa ndio kuna kubembelezana kwa nyimbo za zaburi, nyimbo za utulivu. Mwenzako hata akija kutoka kazini anaweza kuwa na pressure zake, lakini wacha nikwambie, ukitoka kazini jua una mke nyumbani. Pressure za kazini achana nazo kule kazini. Tuko pamoja? Sio najua mimi kazini, kule kazini nimeteswa. Kazi ni kazi na ndoa ni ndoa. Haleluya! Hata mimi ni mhubiri, lakini kuna wakati ni baba wa familia. Sio nilete neno paka huko kwenye familia. Unajua andiko linasema kila wakati ni wa kuhubiri. Sio hivyo. Kuna wakati nahubiri na kuna wakati nikae na familia yangu. Ni sawa. Nimsikize mke wangu anataka nini, namsikiza kama mke, simsikize kama mhubiri. Tuko pamoja? Na watoto nao wakija kwangu hawaji kwa sababu ni pastor, wanakuja kama wanakuja kwa baba yao, na wasikiza kama watoto wangu. Watoto wangu mnatakaje? Kwa hivyo kazini ni kazini na nyumbani ni nyumbani. Sasa Biblia inaposema mkisemezana kwa zaburi, ni maneno ya kubembelezana. Mke wangu umechoka, wacha nikusaidie. Ni sawa sawa? Mimi umsaidia mama yako hapa hata kupika wakati mwingine, si ni sawa? Namsaidia. Ni sawa sawa? Namwambia wacha nikukatie kitunguu. Unaonaje wakati bwanako anakukatia kitunguu, unasikiaje? Wamama mko hapa? Yaani bwanako basi anakatakata kitunguu kidogo na katakata tomato, wewe ndio unapita na pale na yeye anapita na huko, baada ya muda mnakwaruzana kidogo. Haraka unasamehe, maana ni mumeo. Na wewe ukikosa nawe unamwambia nisamehe. Alafu baadaye mnakuja pamoja, mnatengeneza boma lenu vizuri. Boma linang'ara, linabarikiwa. Leo hamna nyumba nzuri, kesho mna nyumba. Leo hamna gari, kesho mnakuwa na gari. Leo mnapungukiwa na shamba, kesho mnanunua shamba. Maana Biblia inasema mke mwema ni nani niwezaye kumuona, maana kima chake chapita kima cha marajani, katika kitabu cha Methali 30. Yani moyo wa mumewe umwamini. Haleluya! Anasema anafanya kazi na anapata pesa, anarudi nyumbani, wanakaa pamoja. Mimi niko na shilingi 20,020, tuanzie wapi? Familia iliyoendelea hukaa pamoja wakashauriana. Ukiendelea kusoma nasema na nyinyi wake watini na waume wapendeni. Kutii, Kizungu inasema submit. Sasa unamtii tu mumeo na wewe nao unampenda mkeo. Ndoa ni nzuri, lakini shida ni kuishia ndoa. Tunachanganya na vingine. Lakini nyinyi simameni na Mungu pekee. Taka niwabariki. Simameni kwa miguu yenu. Sote tusimame kwa miguu yetu. Kabidhi Mapinga na mkewe ambaye tunaenda kuwaunganisha. Pia nalikabidhi kanisa lote mikononi mwako. Ninakuomba neema iwe juu ya watoto wako hawa. Libariki. Wabariki wote walioshughulika kutoa fedha zao na mali zao
kutoa wakati wao na maisha yao. Kwa jina la Yesu nimeomba. Tukae. Mwanamume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu, ambayo ndiyo hali iliyo na heshima iliyoamriwa na Mungu wakati watu walipokuwa hawana hatia, akitupa mfano wa kuunganika wa Kristo na kanisa lake. Hali hii takatifu Kristo aliheshimu kwa kuwepo yeye mwenyewe katika Kana ya Galilaya na katika ishara yake ya kwanza aliyoifanya huko. Tena hali hiyo imesifiwa na Paulo kuwa ya heshima na watu wote. Kwa sababu hizo basi watu wasiingie bila kufikiri wala kwa haraka kwa kusudi la kutimiza tamaa za mwili tu kama hayawani, ila waingie kwa heshima na kwa busara na kwa shauri na kwa makini na kwa kumcha Mungu, wakikumbuka vyema sababu za ndoa kuamriwa. Kwanza, ndoa imeamriwa ili watoto wazaliwe, wakalelewe katika kicho na mafundisho ya Mungu na kwa sifa za jina lake takatifu. Pili, ndoa imeamriwa ili usherati uepukwe, ili wote walioitwa na Mungu katika hali hii takatifu waone na kudumu kuwa viungo vya mwili wa Kristo katika usafi wa maisha. Tatu, imeamriwa kwa ajili ya kushirikiana na kusaidiana na kufarijiana kama ipasavyo mtu na mkewe katika kufanikiwa na katika shida. Katika hali hiyo takatifu watu hawa wamekuja kuunganisha, basi ikiwemo mtu yoyote anayeweza kuonyesha sababu wasiunganishwe kwa halali, na aseme au anyamaze kabisa. Pili, basi akiwepo mtu yoyote anayeweza kuonyesha sababu wasiunganishwe kwa halali, na aseme au anyamaze kabisa. Tatu, basi ikiwepo mtu yoyote anaweza kuonyesha sababu wasiunganishwe kwa halali, na aseme au anyamaze kabisa. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri sana. Na waonyeni na kuwatakeni ninyi wawili kama mtakavyo jibu siku ya kutisha ya hukumu siri za mioyo yote zitakapokuwa wazi, mmoja wenu akijua zuilo lolote kuwazuia msiunganishwe kwa halali katika ndoa, aseme sasa. Kwani jueni hakika ya kwamba watu waliounganishwa kwa jinsi sivyoamriwa katika neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu, wala ndoa yao si halali. Je, nyinyi wawili kuna mmoja wenu ana sababu ya kusema mimi sitaki niolewe? Mmoja wenu akijua zulio lolote la kuzuia msiunganishwe kwa halali katika ndoa, aseme sasa. Je, mapinga, kuna zulio lolote la kutounganishwa na mkeo? Sina sababu. Mpe usiunganishwe na huyu mwanamume aliye hapa mbele yako. Pigia makofi. Unajua, ukipata mke ambaye moyo wake uko wazi, una amani na furaha,
ni umshukuru Mungu, lakini wengine hata kucheka hawacheki. Mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali hiyo takatifu. Utampenda, utamtia moyo, utamheshimu na kumtunza wakati wa magonjwa na wakati wa uzima, na ukiacha wengine wote na huyu pekee tu, madamu mnaishi nyote wawili. Ndio, hivyo ndivyo tutakufanya. Makofi mazuri. Mume huyu kuwa mume wako wa ndoa, ukae pamoja na kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali iliyo takatifu. Kumtii, utamtumikia, utampenda, utamheshimu na kumtunza wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima, na kuacha wengine wote. Kaa na huyu peke yake tu, madamu unaishi nyote wawili. Ndio, ndivyo tutakufanya. Hapo msiende, rudini nyuma kidogo. Basi mama, umpeleke mtoto pako, hakikisha umempatia mke wako mapinga. Amen. Patie Mike. Wazazi wa bi harusi, hamuna shaka leo mtoto wenu kuolewa na kijana wenu Mapinga. Anza na baba. Hakuna shaka. Hakuna shaka. Makofi mazuri. Mama pia mzazi, na unaweza kuzungumza. Hakuna shaka. Amina, makofi mazuri sana. Baba mzazi wa Mapinga, umepokea mkaza mwana, unasikiaje? Nafurahia sana mimi. Mzee Singenge amefurahia sana. Mama, na wewe unasemaje mwanangu? Nafurahi kana uhuru. Amen. Makofi, shangwe na vigelegele. Jina zuri sana. Akafanya kazi kwa muda wa miaka 7. Harusi ikafanywa na usiku. Kuangalia asubuhi ndani ya nyumba yake, si yeye yule alikuwa amemfanyia kazi kwa miaka 7. Alipofika nyumbani akaona kwamba amepewa mwingine. Mapinga, nataka umwangalie. Je, ni yeye Lydia? Mama, umepewa mwingine? Mwambia mfunue kabisa. Mfunue kabisa. Ni yeye. Ndio. Mfunue kabisa. Mfunue kabisa hilo vazi. Ni yeye. I'm sure. Lydia, leo Mapinga amevikwenda. Ni yeye Mapinga ama ni mwingine huyo? Ndiye. Amen. Patie Mike msimamizi wako. Mapinga, Mimi Mapinga, na kutwaa wewe Lydia na kutoa wewe Lydia kuwa mke wangu wa ndoa, kuwa mke wangu wa ndoa. niwe nawe tangu leo, Niwe nawe tangu leo, hivi na baadaye, hivi na baadaye, katika mema katika mema na katika mabaya, na katika mabaya, katika utajiri katika utajiri na katika umaskini, na katika umaskini, wakati wa ugonjwa wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima, na wakati wa uzima. nikupende Nikupende na kukutunza na kukutunza mpaka kifo mpaka kifo kitakapotutenganisha, kitakapotutenganisha, kwa amri takatifu kwa amri takatifu ya Mungu, na kwa hivyo na kwa hivyo nakupa yamini yangu. nakupa yamini yangu.
na kutwaa wewe mapinga kuwa mume wangu wa ndoa, niwe nawe tangu leo hivi na baadaye, kwa mema na katika mabaya, katika utajiri na katika umaskini, wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima, nikupende na kukutunza mpaka kifo kitutenganishe. Kwa amri takatifu ya Mungu, kwa hivyo nakupa yamini yangu. Baba, nabariki pete hizi zilizo na mzunguko kamili, ishara ya umoja. Wendapo vishana mwanamume huyu na mwanamke huyu, watu wanapowaona wasiwe na sababu ya kusema hawa hawajaoana. Zibariki kwa jina la Yesu nimeomba. Kwa pete hii na kuoa kwa mwili wangu na kuheshimu mali yote ya dunia na kushirikisha kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kuoa kwa mwili wangu na kuheshimu mali yangu yote ya dunia na kushirikisha kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mapinga, huyo ni mke wako, simwache tena. Mungu akubariki Lydia, moyo mweupe, moyo wa nyama, moyo wa upendo.
Amina. Pigia shangwe na vigelegele Yesu. Hebu tupate kanyimbo kidogo wacheze. Hey!
Asante sana Bwana, asante sana. Asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana, asante sana. Tamka neno la baraka. Baba, nambariki Mapinga na mkewe mikononi mwako. Naomba neema iwe juu yake, baraka za mbinguni zikamiminike, kile wanachotamani Bwana kikafanikiwe. Baba, unaweza yote Bwana. Baba, unaweza yote Bwana. Wafanikishe Jehova, njia zao zikanyoke, na wabariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kibali cha mbinguni vikasimame pamoja nao. Wape watoto, fungua tumbo zao, wape watoto ili ukatukuzwe. Haleluya. Oh, asante, asante. Oh, haleluya. Baba wa rehema, katika jina la Yesu na waleta wanao mikononi mwako. Bwana Yesu, ninanena baraka juu ya maisha yao, nanena amani juu yao Mfalme. Nena kufanikiwa juu ya maisha yao. Nyumba yao itaitwa heri na yenye kubarikiwa. Meza yao itazungukwa Mfalme, maana ndivyo navyonena katika neno lako, ya kwamba nyumba yao itakuwa heri na meza yao itazungukwa na watoto. Bariki maisha yao Mfalme, wacha yasiwe maisha ya kawaida, lakini maisha yenye uheri, maisha yenye baraka, maisha yenye amani, maisha ya kufanikiwa, maisha ya kufaulu katika kila jambo wanaolitenda na wanalolitamani Mfalme. Wacha likafanikiwa maishani mwao, na kataa kila roho za giza, kila ufalme na kila majenti baya yangenuka kinyume na maisha yao. Baba, ninayakemea, Bwana yana mamlaka wala uweza juu yao kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Wacha wakalindwe na wewe, wakatetewe na wewe, wakafinikwe na wewe, wakiwa nyumbani wakalindwe na wewe, wakiwa makazini wakalindwe na wewe, kila mahali wanapotembea
kawe mbele yao, nyuma yao, ukawazingire kwa damu yako, maana ni watumishi wako. Wabariki, watawale, waongoze, washikilie kwa mkono wako, maana wewe ndiwe mtetezi na msaada wao wa karibu. Pokea heshima Mfalme, maana ndivyo utakavyotenda na kutimiza. Kwa jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba. Mungu awabariki sana. Mnaweza kuwapatia mikono viongozi ili wasimame. Mbarikiwe sana. I have a message. Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. Unamwona vile anatafuta mahali pa kuweka hata pochi ikiwa unaweza kuitoa. Makofi mazuri. Wacha, hiyo ni request yao. Hiyo ni request yao hiyo. Upendo mwingi sana huo. Makofi, shangwe na vigelegele. Hiyo request ni kali. Unaona maneno hayo? Unaona maneno hayo? Pole pole, si mbio. Unaona maneno hayo? Baba na mama, baba na mama pamoja na baba na mama. Unaona maneno hayo? Mwambie mwenzako, na wewe namna gani? Mwambie mwenzako, yako ni lini wewe? Mwambie mwenzako, yako ni lini? Inakuja lini yako? Maneno mazuri. Tutapona. Ni request yao hiyo ya pole pole. Pole pole namna hiyo. Bila jasho. Nakupenda. Nakupenda. Asana. Uwe wangu. Asana. Asana. Nisamehe. Asana. Kwa sababu Mapinga na Lydia
wamekubaliana katika ndoa takatifu, wakakiri haya mbele ya Mungu na mkutano huu kwa kupeana yamini na kuahidiana, wakionyesha hayo kwa kutoa na kupokea pete na kushikana mikono. Natangaza kama mtumishi wa Bwana kwa kuwa hawa ni mume na mke, kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Na ibariki ndoa hii, mafanikio, ushindi, baraka, kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Wapi vigelegele? Congratulations, I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you say you can never be the one, but God say, make I tell you, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you, and you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new. Hongera kwa kupata wewe. Angalau utapigiwa basi. Vibe nikifanya hivi nikiweka hivi vibe. Na mbele. Maana ulikuwa hujakamilika lakini leo umekamilika kabisa. Hongera Mapinga. Haikani nakataa. Mungu akubariki sana. Wosia uliopewa kanisani. Natumai bado uko katika masikio na moyoni mwako. Na ninaamini ya kwamba utafanya kama ulivyokiri mbele za madhabahu. Haujaweka agano na wanadamu.
I want to rub you stop the calamity. We be one for me, but she be my defender. You be my avenger. Need no pain, need no rest. Eternity, babe. Tori be company, January to December. To the last video, over my head, you can give me from Hiyo ni melody kutoka pale Light of God Kijwe Tanga, ambako bibi harusi na bwana harusi wanaabudu pale. Tuwapigie shangwe na vigelegele jamani. Wanafanya kazi nzuri sana. Inapendeza. Nobody fit to take your love from me. Go worry alone. I know say you get my back, so sure for me. Say you stop the calamity. Will be one for me, but she be my defender. Wapi shangwe na vigelegele kwao. January to December to the last video. Over my head, Wabarikiwe sana, Mungu awabariki sana, mnafanya kazi nzuri. Mungu awabariki sana. Sana tena sana. Hiyo si kazi rahisi. Wenye wanafanya wewe ukiambiwa ufanye itakushinda. Kama mimi tayari sijui. Wapi shangwe na vigelegele? Hivyo vigelegele viko wapi jamani? Mbona sisikii mimi? Si tuko harusini hapa? Saveneli, Aveneli, Rekata mkaza mwana, ndugu Maori, Agnesi Victor, Polipo Vitu, Nareto wafurahi, watoto hasnae. Tuvute tafadhali, tuvute kwa haraka. Tusichoke kupiga vigelegele kwa ajili yao. Maana naamini kila mmoja amekula, mimi peke yangu ndo sijakula. Kwa hivyo naamini ya kwamba kila mtu ana nguvu ya kushangilia. Shangwe na vigelegele jamani. Ndugu na
inapendeza, ina kala mzuri, iko well decorated na naamini ni tamu sana kulingana na muonekano wake. Na mwenye ametutayarishia hii cake ni bibi harusi wetu Lydia. Nafikiri mumemuona nyote. Kabla tuende mbali, mumemuona vizuri? Mumemuona? Kama hujamuona, wacha nikwambia anakaa aje. Huyu msichana ana rangi ya fedha, rangi ya pesa. Mtoto huyu nakwambia Mapinga ameshinda loto. Ameshinda nini? Loto. Amepata mtoto na nusu. Smile yake ni ile smile ya please call me. Mmemwona? Mwenye wivu afanye nini? Ajinyonge. Maana naona kuna watu wananyamaza. Msinyamaze. Ukifurahia ya mwenzako na wewe yako inafanya nini? Inakuja. Sasa kuhusu hii cake nataka tu kuwakumbusha, na si Lydia na Mapinga peke yake, wote wenye wako kwa ndoa. Kuna kitabu cha Zaburi kinaongea kuhusu mwanamke aliye na maadili mema. Nataka kuongea kidogo na Lydia na wanawake wote wenye wako hapa kwa ndoa. Alafu nitagusa kidogo kuhusu Mapinga na wanaume wote, then tutaenda kwa keki. Sitawaweka sana. Huyu mwanamke anasemekana ni mwanamke kwanza ambaye ana bidii. Na mimi nilikuwa na Lydia since yesterday. Na mwonaga ako faster. Sijui Mapinga tunaongea ukweli. Ako very active, ako fast. Ni mtu anakaa na bidii. Kwa hiyo ukiwa kwa ndoa, ukuwe mwanamke wa bidii. Kitu ingine, ukuwe mwanamke msafi. Na mwanamke mwenye furaha kila wakati. Kwa sababu kama unataka ndoa yako iwe nzuri, ni wewe mwenyewe utafanya. Hakuna mtu atakufanyia. Kwa hiyo Lydia, ukiwa pale kwa ile nyumba yako, uwe mtu wa kufurahi. Unatembea unafurahia, ukiwa unapika unafurahia. Amekuja mume wako, unamkaribisha na wimbo mzuri. Usifanye kama wale wanawake bwana anaingia na paka mapepe huyo, hapana. Akiingia wewe unamfanyia deka, unavyodeka kama mtoto. Unambembeleza, unamdekeza. Wamwambia na kubembeleza mimi wako. Unaona vile anafanya? Anajua, amefunzwa akafunzika. Unamkaribisha vizuri. Unampatia hug, kiss, karibu, welcome. Yaani ile stress ametoka na huko, anaiachia hapo kwa mlango. Alafu unakuwa umemtayarishia chakula vizuri. Na maringo na walking style fulani hivi ya kumwambia masaa yanazidi kuenda, mambo mazuri zaidi yanakuja. Unakuja vizuri kabisa. Unamserve, ndio hiyo mume wangu, ndio hiyo. Utakula nini? Hapo umeweka supu ya kichwa ya samaki, kuna juice, na kama hakuna hizo, sima yako na kumbu vizuri, na glasi yako umeweka maji vizuri, maneno matamu. Akitoka pale anafikiri amekula sima na kuku. Si ni hivyo? Unadekeza mume wako, hakuna mtu atakuja kukudekezea ama. Biblia inatuambia wanawake ama wana wa dunia wako na ufahamu kushinda wana wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu si tumechanganyikiwa kidogo. Tunaona wokovu ni ile street. Bwana Yesu asifiwe. Umevaa manguo yako paka huko ni usiku, unavaa tracksuit, unapanda kwa kitanda. Lydia, please. Jipange sawa. Jipange nini? Sawa. Maana kama kuna wakati unakuwaga serious, ni huko kuna kuwaga serious. Hiyo ni ibada iliyo takatifu, ni ibada. Unafanya vizuri, ndio ukiambiwa utoe hesabu yako inakuwa sawa. Wacha niachie wa mama hapo. Nitaenda kwa wababa. Wewe mwenyewe Lydia amejitahidi, Mapinga anaimba deka unavyodeka kama mtoto. Wewe unaingia ni kama yani hata uoni. You don't even appreciate. Unaimba nini? Mimi nimesikia njaa. Huko kumekuwa na stress. Wanaume mjue ku appreciate wanawake. Mjue ku appreciate. Mjue kushukuru. Mjue kuambia umerembeka. Hakuna kuita msichana mtaani mrembo na mke wako au muiti mrembo. Sinaongea na mtu hapa.
Unaona msichana nje mrembo ni aje, na mke wako umemaliza mwaka hujamuita mrembo. Ai. Jamani wanaume, tu appreciate, tuwapende wake zetu, maana Biblia ndio inaongea. Hii cake vile inarembeka, wacha nyumba yenu irembeke. Venye ni tamu, wacha ndoa yenu ikuwe nini? Tamu. Watu usisikiza za watu. Najua watu wanajua umeolewa. Umeingia kwa ndoana. Mwambie yangu si ndoana. Yangu ni small heaven on earth. Ni nzuri kwa sababu nitaifanya iwe nzuri mwenyewe. Si ni hivyo? Naweza ongea mengi, niko na mengi. Ukinitaka unaweza nitafuta. Sitaongea sana, muda umesonga. Nataka kufikia hapa, nikaribishe maharusi wetu kwa ajili ya kukata keki. Ona mtoto huyo. Urembo ndio huo jamani. Inapendeza jamani, shangwe na vigedegede. Sasa mujue ninyi ni mwili mmoja, mkaishi vyema. Naona Mapinga kicheko akiishi kwa mdomo, anafurahia kweli. Jamani, ukipendwa pendeka jamani. Ukishika shikamana. Lydia ni msichana ambaye amelelewa kanisani na maadili ya kiungu. Anapopika anajua kuweka Mungu mbele, kubariki chakula ndio tukule. So atatuombea and then wataenda kukata keki. But ningependa before wakate keki nahitaji nitahitaji wazazi wao, my best couple. Nisameni Kiswahili. Okay, best wasimamizi, yeah, thank you. Wasimamizi watakuja na wao wakwe nao because wamekuwa nao kwa hii safari from the word go mpaka sasa. Sasa wasimamizi wao lazima wakwe hapa ndio hii process ifanye nini? Iendelee. Hao mnaona wanakuja hivyo. Baba bariki kipindi hii cha keki. Acha Bwana tutakapoenda kukata tukate na furaha kama vile tulivyoanza mwanzo wa safari hii. Mambo haya tukiuliza jina lako tukua Bwana, tunajua utakuwa pamoja nasi. Amen. Hey, oh baby, Teddy B. No. Yeah. Oh baby, mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu. Kupendwa nawe majaliwa, kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you. And for you, mina badili mienendo yangu baba. Baby for you, nina ukimbia ujana mama. Nijenge boma nawe, zae watoto nawe, wale pamoja nawe, zereke pamoja nawe. Nataka nijenge boma nawe, zae watoto nawe, wale pamoja nawe, zereke pamoja nawe. Chaguo la moyo, chaguo la moyo, na kwenye madhabahu unavong'aa, unavopendeza kwenye lorinda.
sana baby, yeah.